Kwa habari siku ya leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi Disemba mwaka 2022, siku ya Jumatatu. Nikianza moja kwa moja, kinara wa ODM mama Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga anasema kwamba kuanzia Jumatano hii ataanza maandamano kila mahali, hasa katika ile kaunti ya Nairobi, na hili ni swala ambalo kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari alipozungumza navyo wikendi, alisema kwamba atahakikisha anapinga serikali kadri ya uwezo wake, moja kwa moja akisema atapinga sana kuondolewa kwa wale makamishna wa IEBC, Juliana Cherera, Irene Masit, Francis Wanderi na Justus Nyang'aya, ambao wanatuhumiwa kuvunja sheria. Vile vile Raila anasema kwamba hata kubali kamwe mambo mengine yapewe kipaumbele, ilhali suala la kupanda kwa gharama ya maisha bado halijapewa kipaumbele. Ni suala ambalo jana katika ibada ya Jumapili, Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua walizungumza kuhusiana na maandamano yale, rais akisema kwamba ningependa sana atoe ratiba ya maandamano yale ili tumpe polisi ambao watamchunga katika yale maandamano, kikashifu sana yale maandamano ambayo yamepangwa kufanyika kuanzia kesho kutwa, siku ambayo ni ya Jumatano, akisema kwamba ni suala tu la kutaka kutatiza amani nchini Kenya, suala ambalo pia lilipewa mkono ama liliungwa mkono na naibu rais Rigathi Gachagua, akiwataka Wakenya kutojishughulisha na maandamano na badala yake waamke waendelee kufanya kazi zaidi. Nikiachana swala hilo, baada ya Hustler Fund kuanzishwa rasmi ama kuzinduliwa rasmi wiki iliyopita, kwa sasa hivi viongozi tofauti wanaendelea kupigia upato ile hazina ya Hustler, ambapo waziri wa viwanda na mashirika madogo Simon Chelugui anasema kwamba Wakenya wanaendelea kupokea ile mikopo ya Hustler na vile vile wanaendelea kuilipa pale. Nilimwona First Lady Mama Rachel Ruto kiwahimiza Wakenya kuchukua ile mikopo ya Hustler ili wajiendeleze kimaisha, akisema kwamba mwingine anasema 500 ni nini, lakini niambie, ukipatiwa 500 ulipe kesha 1000, 2000 mpaka ufike kile kiwango cha juu kabisa, itakuwa ni swala zuri kabisa. Mtazamaji na msikilizaji, ni yale ambao naendelea kukujuza hapa ndani, na vile vile nikiachana na swala hilo, ambaye ni naibu speaker wa bunge la kitaifa Gladys Boss-Sholei amemkashifu sana Raila Amolo Odinga kwa kile ambacho anasema ni kutaka kulazimisha mambo kufanyika, akisema kwamba na hili alikuwa anarejelea swala la makamishna wanne wa IEBC, akisema kwamba kuna jopo kazi ambalo limeteuliwa kuwachunguza wale makamishna wanne, basi hata halijatoa uamuzi wake, wangoje jopo kazi litoe uamuzi wake ndipo waanze kulalamika maeneo tofauti. Ni mazungumzo yake Gladys Boss-Sholei. Nikiachana swala hili, kumbuka kwamba permanent secretaries, makatibu katika wizara walikula kiapo cha kuanza kazi rasmi, na nilimsikia Rais William Ruto akiwaambia kwamba now it's time for work, si wakati wa kuregarega na kucheza na kazi. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanaendelea kufanyika. Nikirejelea swala la makamishna wanne wa IEBC, Justus Nyang'aya amejiuzulu. Aliandika barua kwa rais. Hii ni baada ya rais kuteua jopo kazi ambalo litawachunguza makamishna wale wanne wa IEBC. Akamwandikia barua rais kuondoka ama kujiuzulu kutoka kwa nafasi ya kamishna wa IEBC. Mtazamaji na msikilizaji, mitihani ya KCSE kidato cha 4 inaendelea leo, ikiwa ni siku ya pili, kwa sababu mitihani ile ilianza rasmi siku ya Ijumaa, na mitihani ile inaendelea moja kwa moja, ambapo hii leo inatarajiwa kwamba wale wanafunzi watakalia mtihani wa
Isabati karatasi la kwanza na vile vile Kiingereza karatasi la pili. Ni yale ambayo yanaendelea katika nyanja za masomo, na nikisalia pale pale kwenye nyanja za masomo pale, ni kwamba mtaala wa elimu wa CBC unaendelea kuibua hisia bado, hata ingawa walimu wakuu wa shule za msingi wanakongamana katika kaunti ya Mombasa ili kuzungumzia baadhi ya yale masuala ambayo yamepewa kipaumbele ama mapendekezo ambayo yametolewa na lile jopo kazi la CBC, ila wengi wamejitokeza kupongeza sana mapendekezo ya jopo kazi la CBC. Rais William Ruto hiyo kesho anatarajiwa kufungua rasmi kongamano lile la walimu wakuu wa shule za msingi. Kuachana na swala hilo, amini usiamini, Ferdinand Waititu ambaye alikuwa gavana wa kaunti ya Kiambu, ambaye aliondolewa mamlakani kwa sababu ya ufisadi, sasa ameteuliwa kuwa miongoni mwa wanakamati wa Nairobi Rivers Commission, commission ambayo imepewa kazi ya kuhakikisha kwamba inatengeza ama inasafisha zile rivers ama mito ambayo iko katika kaunti ya Nairobi. Ni yale ambayo yanaendelea katika sekta ile. Nikiona kwamba muda wangu pale unayoma kidogo, swala la mwisho ambalo ningependa ni kujuze hapa ni kwamba Rais William Ruto ametahadharisha Wakenya dhidi ya kuungana na Raila Amolo Odinga katika yale maandamano ambayo yamepangwa kuanza kufanyika, na mazungumzo ambayo yamepangwa kuanzia kufanyika siku ya Jumatano tarehe 7 wiki hii. Ni swala ambalo nasema kwamba Wakenya badala ya kufanya swala lile, watumie nafasi ile kuomba mikopo ya hasla ili wahakikishe kwamba watapata faida baadaye. Nikiachana na swala hilo, ni kwamba kumekuwa na reforms katika prison ama katika idara ya magereza, na hili hasa limefanyika baada ya yule ambaye ni waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kuwa anatembea hapa na pale kujaribu kuleta mageuzi katika ile idara ya magereza. Ni baadhi ya yale ambayo tu nimekuandalia hapa ndani. Mengi nitakujuza katika kipindi cha Morning Brief kuanzia saa 2:30, lakini kwa sasa kumbuka kwamba Musalia Mudavadi anateta akisema kwamba kwa nini viongozi wengine wa Kenya Kwanza wakatoa watu ambao wanagombea kiti cha useneta kule Bungoma, na hapa najua kwamba analenga kile chama cha UDA ambacho pia Mwambo Mabonga katika kaunti ya Bungoma anawania kiti kile cha useneta kupitia nafasi ile. Mtazamaji na msikilizaji, ni hayo